Mtu amesimama mbele yangu, ana mabawa na anang'aa sana. Nikashindwa kuelewa nipo wapi hapa. Nilihisi huyu atakuwa malaika. Uso wake haukuwa wa kawaida. Alikuwa na tabasamu lenye huruma, lakini mwanga wa mwili wake uling'aa sana. Akanitazama akasema kwa sauti ya upole, "Lucky boy, karibu peponi. Pole kwa kuacha ndugu zako bila kuaga. Lakini safari yako haikuanzia duniani. Ilianzia hapa kisha ukaenda huko duniani. Na sasa umerudi nyumbani. Karibu sana. Kabla hatujakupa makazi yako ya milele, utatembezwa. Utapita sehemu mbili, Jehanamu na pepo, ili uone kwa macho yako kwamba kila tendo la duniani lina matokeo. Hapa hakuna rufaa. Hapa hakuna kuomba msamaha. Matendo yako ndiyo tiketi yako ya kuamua wapi utaishi. Mema yatakulipa pema na mabaya yatakulipa mateso." Mikono yangu ikatetemeka, kichwa kikainama. Sikuwa na hoja. Nikaungana naye tukiwa tunaanza safari. Tukafika sehemu ambayo kuna ziwa la moto. Ziwa ambalo linabeba wale wote ambao ni watenda dhambi. Ndani ya moto huo ndiyo makazi yao ya milele. Nikamuuliza, "Samahani, mbona nasikia makelele ya watu na naona kama kuna watu wanatapatapa kama bado wapo hai?" Akanijibu, "Niliposema makazi ya milele, nilimaanisha utaishi humo humo maisha yako yote. Utabaki kuungua hivyo hivyo bila mwisho." Tukatoka hapo, tukaenda sehemu ambayo yani ilikuwa nzuri sana. Mito ina maziwa, kuna mingine ina asali. Watu wana furaha. Mida yote ni kuabudu tu. Wanaimba na kucheza. Yani ni amani na furaha. Miti imejaa matunda. Wanakula chakula kwa pamoja kwa furaha sana. Yani ni kuenjoy tu. Yule malaika akanambia, "Huku ndiko wanaishi wale watu waliokuwa wakimwabudu Mungu na kutenda yaliyo mema. Sasa nakupeleka ukaone wenzako waliokutangulia waliohukumiwa na wanaongoja hukumu siku ya mwisho." Tukafika sehemu ambayo kuna vijana wengi wa kiume. Akanambia, "Hawa ni wale waliokuwa wanafanya mapenzi na wanawake ambao hawajafunga nao ndoa, na baada ya kuoa bado wakawa wanazini nje na wanawake wengine. Adhabu yao ni kuchomwa hizo sehemu zao za siri mpaka siku ya parapanda, siku ya mwisho, siku ya kuhukumiwa. Kwa sasa wameshakutwa na hitia, kwa hiyo wakati wanaendelea kusubiri siku ya kuhukumiwa, hicho walichokuwa wakikitumia kufanyia uzinzi kinachomwa na moto mpaka basi. Hawa pia ni wale waliokuwa wakifanya mapenzi na waume za watu na wanaume ambao hawajafunga nao ndoa, nao washapatikana na hatia. Kwa hiyo adhabu yao ni ile ile, ila kwa upande wa wanawake ni tofauti. Wao ni kukata kipande kidogo kidogo mpaka basi." Nikatetemeka. Nikaona wanawake waliokuwa wanalia kwa sauti kali, wakiambiwa na malaika wa Jehanamu au kuzimu kwamba kwa kila mwanaume uliyelala naye bila ndoa, kipande cha mwili wako kitakatwa. Mmoja akasema, "Ilitokea mara chache tu." Mara panga la moto likamchana begani. Akalia, akapiga kelele, lakini hakufa. Malaika akaniangalia. Hakuniambia chochote, lakini nilijua
na mimi nilishawahi kufanya hayo, na nikajua sehemu yangu ipo hapo kama rehema haitakuwepo. Nililia ndani ya roho yangu. Kisha akaniambia, twende tuone tofauti. Tukatokea kwenye sehemu tulivu ya kung'aa. Kuna msichana aliketi kwenye bustani akiwa amevaa vazi jeupe linaloangaza. Uso wake ulikuwa na furaha ya ajabu. Aliimba taratibu akiwa peke yake. Malaika akasema, huyu alijitunza. Hakuwahi kulala na mtu hadi alipofunga ndoa. Alishindwa mara chache, lakini alijizuia, na sasa hii ndi thawabu yake. Nikaona malaika wawili wakimletea matunda ya peponi. Nikaona kasri lake likiangaza juu ya bustani, na maziwa na asali ni vya kujipimia tu. Nikaona furaha ambayo duniani haipo. Malaika akasema, hii ndi tofauti ya kufuata mwili na kutii mwongozo wa Mungu. Nilikasirika na nikajuta, lakini sikuweza kubadilisha kitu. Akanishika tena mkono, akasema, hii ni chumba cha kwanza tu. Je, uko tayari kuona chumba cha pili? Akanipeleka sehemu ambayo moyo wangu uliuma sana. Niliona watu ambao wapo tayari wameshakutwa na hatia, sasa wanapelekwa kwenye chemba, yani wanapostahili. Nikamuuliza malaika, mbona huyo dada yuko peke yake na anaingia motoni? Malaika akanijibu, huyo ni motoni moja kwa moja, kwa sababu alikuwa kila akibeba mimba anaenda kutoa ili aendelee kula starehe. Alikuwa akijiuza na amevunja ndoa za watu wengi sana. Nikamuuliza, na huyo si ni mchungaji? Akanijibu, ndiyo, huyo ni mchungaji, ila alikuwa anatumia dini kama kivuli cha kuficha mambo yake. Alikuwa amejilimbikizia mali kwa kuwadanganya kuwa ana miujiza na ni mkweli, lakini kumbe alikuwa anatumia nguvu za giza. Alikuwa na pete ambayo akikushika kichwani anakupandikizia vitu, lazima uanguke, na akajikusanyia mali nyingi sana kwa waumini wake na kuacha maskini bila hata msaada. Alishindwa hata kusaidia waumini wake ambao ni maskini, ambao hawajiwezi. Pesa zote alikuwa akistareheka nazo na kuzimalizia kwa waganga wamuongezee. Here's how to get exactly what you're craving in 4 easy steps with Uber Eats. Step 1. Pick from hundreds of restaurants in your area. Nguvu. Na huyo kijana mwenye rasta hapo akasema huyo kosa lake ni kushiriki mapenzi kinyume cha maumbile. Akavunja agano la uumbaji. Yaani Mungu kaumba ili ni jicho, yeye akaligeuza kuwa sikio. Kwa hiyo huyo kijana ilikuwa ni tabia yake ya mara kwa mara. Na huyo muhimu kijana mtanashati, mbona naona kama sio muhuni vile? Malaika akanijibu, huyo ni choir master. Kosa lake alikuwa akiwashawishi waimbaji au wanakwaya kufanya nao mapenzi ili akupe wimbo uwe solo kwenye moja ya nyimbo mnazoimba. Hakujali cha mke wa mtu wala mabinti. Na huyo mzungu hapo, huyo ni dokta aliyekuwa akiwatolea watu mimba. Kazi yake ilikuwa ni kuua kila kukicha. Baada ya hapo malaika akanambia, sasa ni zamu yako. Baada ya kusema hivyo nikasikia sauti ikiniita, we Lucky, Lucky, we Lucky boy. Nikashtuka, nikajikuta kitandani, jasho jingi likinitoka. Kuangalia pembeni, aliyeniamsha alikuwa ni rafiki yangu Juma. Alikuwa amenipitia twende kazini. Kuanzia siku hiyo, nilichukua 3/4 ya mali zangu zote nikaenda kugawia maskini wasiojiweza na watoto yatima. Nilimfuata mchumba wangu nikamwambia tuoane haraka iwezekanavyo. Ndugu msikilizaji, kumbuka, maisha tulionayo hapa duniani ni safari fupi,
lakini hatima yetu ni ya milele. Kila neno, kila tendo, kila fikra ndi mbegu tunazopanda, na siku itakuja kila mmoja atalipwa kwa matendo yake. Wengi hutamani kutubu wakati wa mwisho, lakini mwisho huo huja ghafla, bila taarifa. Leo bado una pumzi, leo bado una nafasi ya kuchagua njia ya uzima. Usingoje kesho, kwa maana kesho ndi fumbo. Tafuta uso wa Mungu sasa, kabla mlango wa rehema haujafungwa. Asante.